Na katika profile tunakuwa tunaangalia profile ya mwanamke aliyefanikiwa, na katika siku hii ya leo tunaenda kumwangazia Katherine Johnson. Huyu ni mmoja wa wanawake waliovunja mipaka ya ubaguzi, jinsia na vikwazo vya elimu. Katika enzi ambapo wanawake weusi walihesabika kuwa watu wa daraja la pili, Katherine alisimama imara na kutumia akili yake ya kipekee katika kuhesabu na kuandika historia. Huyu alikuwa ni mmoja wa wanasayansi wa NASA waliowezesha safari za kwanza kabisa za anga. Na aliwezesha safari hizi kwa kuwa alikuwa akihesabu kwa usahihi njia za ndege za anga za juu kabisa. Lakini hadithi yake haijawahi kuwa rahisi. Akiwa mtoto mwenye kipaji cha ajabu, alilazimika kukabiliana na ubaguzi wa rangi na jinsia. Lakini hakuacha ndoto yake. Na siku hii ya leo tunamuenzi kama ishara ya matumaini, uthubutu na uwezo usio na mipaka. Na mwanamke aliamini katika ndoto yake. Ungana na mimi katika The Profile siku hii ya leo katika safari ya kutambua maisha yake, mafanikio na somo la kweli kutoka kwa Katherine Johnson, mwanamke aliyesababisha hata kompyuta kupewa changamoto. Anaitwa Katherine Coleman Globe Johnson na alizaliwa tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 1918 na alizaliwa pale West Virginia, Marekani. Lakini alifariki tarehe 24 Februari ya mwaka 2020 akiwa na umri wa miaka 101. Katherine alikuwa ni mtoto mwenye akili ya kipekee aliyeruka madarasa na kuanza shule ya sekondari akiwa na umri wa miaka 10 tu. Alijiunga na West Virginia State of College ambao kwa sasa inajulikana kama West Virginia State University na vile chuo cha watu weusi HBCU. Akiwa chuoni alisoma hisabati ama mathematics na Kifaransa na alihitimu kwa heshima kuu mwaka 1937 akiwa na umri wa miaka 18. Alikuwa ni mmoja wa wanawake weusi wa kwanza kuruhusiwa kujiunga na programu ya shahada ya uzamili katika chuo kikuu cha West Virginia. Alianza kazi kama mwalimu wa hesabu na mwaka 1953 alijiunga na National Advisory Committee, taasisi iliyokuja kujulikana kama NASA. Alifanya kazi kama human computer, alifanya mahesabu kwa mikono ambayo yalikuwa ni muhimu sana kwa safari za anga. Mwaka 1961 alifanya mahesabu ya mizunguko ya anga kwa ajili ya safari ya Alan Shepard, Marekani wa kwanza kwenda angani. Mwaka 1962 alifanya mahesabu ya safari ya John Glenn ya kuzunguka dunia. Glenn alikataa kwenda hadi Katherine ahakikishe mahesabu yake. Na alinukuliwa akisema, "Wacha Katherine ahakiki mahesabu haya kabla sijaondoka." Lakini Katherine pia alisaidia kwenye safari ya Apollo 11 kwenda mwezini mwaka 1969 na alisaidia pia kuandaa njia ya dharura kwa safari za anga ikiwa kutatokea itilafu yoyote. Alistaafu mwaka 1986 baada ya miaka 33 ya kazi na kuweka historia kubwa ndani ya NASA. Katherine pia alifanikiwa kupata tuzo mbalimbali za heshima. Presidential Medal of Freedom ya mwaka 2015, tuzo ya juu kabisa ya uraia wa Marekani iliyotolewa na Rais Barack Obama, lakini jengo la NASA pia lilipewa jina lake la Katherine G. Johnson mwaka 2016. Lakini vile alitunukiwa degree ya heshima ya vyuo vikuu vingi. Alitajwa pia kwenye filamu ya Hidden Figure ya mwaka 2016 iliyoangazia maisha yake na wanawake weusi wengine waliobadili historia ya NASA. Na kwa upande wa familia, mume wake wa kwanza aliitwa James Francis Globe. Walizaa watoto 3 pamoja na mume wake huyu wa kwanza alifariki mwaka 1956. Mume wake wa pili aliitwa James A. Johnson, alikuwa mstaafu wa jeshi na waliishi pamoja hadi kifo cha Katherine kilipotokea. Katherine alikuwa ni mama, bibi na pia mfano bora wa wanawake na wasichana katika taaluma ya science. Katherine alipenda elimu tangu utotoni na wazazi wake walihama miji ili Katherine aweze kuendelea na masomo. Alikataa kunyanyaswa kazini na kwa misingi ya ubaguzi wa rangi au jinsia. Alidai haki zake na kuhudhuria mikutano ya kiutawala ya wahandisi. Alibadilisha historia ya anga bila kompyuta.
wa kalamu na karatasi na akili ya kipekee alifanya mabadiliko. Na kauli maarufu ya Catherine ambayo huwa inakumbukwa sana, aliwahi kusema, nilikuwa nafanya kazi na mahesabu, sikujua kama nilikuwa ninaandika historia. Na hiyo ndiyo historia ya Catherine Johnson, ambaye alikuwa mwana sayansi kutokea pale NASA, mwanamke mweusi aliyekuwa akifanya kazi ya mahesabu na kufananishwa na kompyuta. Naamini kuna kitu umejifunza hapo wewe binti, wewe mwanamke, na kama unapenda masomo ya science, basi Catherine Johnson anaweza akawa mfano mzuri sana kwako wewe binti au mwanamke unayefuatilia Jamvi la Mwanamke katika The Profile siku hii ya leo.